mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sports, tuweze kuangazia tetesi za usajili zilizojili barani Ulaya. Kwanza kabisa na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe ili uendelee kupata video kila wakati. Tuanze na huko Barcelona. Mshambuliaji wa Manchester United anayecheza Barcelona kwa mkopo, Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 28, ambaye amekuwa akishika vichwa vya habari ya kitrendi katika vyombo vya habari mbalimbali huko Catalunya. Mchezaji huyo ameibuka na kusema kwamba hayupo tayari kurejea katika klabu yake ya Manchester United pale mkataba wake wa mkopo utakapomalizika na klabu ya Barcelona. Iliibuka tetesi hivi karibuni kwamba Michael Carrick hahitaji Rashford auzwe, bali anahitaji arejeshwe katika klabu yake. Na Rashford mwenyewe ameibuka na kusema kwamba yeye binafsi hayuko tayari kurejea huko. Na kama kikwazo ni mshahara, basi amewaambia Barcelona kwamba wampunguzie hata mshahara. Yuko tayari mshahara wake upunguzwe ili tu aendelee kusalia katika klabu ya Barcelona. Hiyo inaonyesha wazi kabisa ambavyo Rashford hana nia. Lakini pia hata baadhi ya mashabiki wa Manchester United na wao pia hawamuhitaji tena Rashford, kwa sababu wameridhika na una uwepo wa Matheus Cunha aliyechukua ile nafasi ya Rashford na kupewa jezi nambari 10. Kwingineko, kiungo wa zamani wa Liverpool Xabi Alonso anatarajiwa kujumuishwa kwenye orodha ya wachezaji watatu wa zamani wanaotarajiwa kuchukua nafasi ya Pep Guardiola, ambaye inasemekana kwamba mwaka huu ndio mkataba wake na ndio atasitisha mkataba wake na klabu ya Manchester City na ataondoka katika timu hiyo. Telegraph wanaripoti kwamba Alonso, ambaye alitimuliwa huko Real Madrid, ni moja ya makocha ambao wanaangaliwa kwamba anaweza akachukua nafasi ya Pep Guardiola kuinoa klabu ya Manchester City. Alonso alikuwa kocha katika mafanikio makubwa alipokuwa na Bayern Leverkusen. Alishindwa kuonyesha makali yake katika timu ya Madrid, labda kwa sababu hakupewa muda wa kutosha. Hivyo basi anaweza akapata nafasi katika kilabu kile cha Manchester City. Beki wa Ufaransa Dayot Upamecano mwenye umri wa miaka 27 anatarajiwa kusaini mkataba mpya katika klabu yake ya Bayern Munich. Fabrizio Romano aliripoti kwamba Upamecano alikuwa anatakiwa aondoke Bayern, lakini amekubali kusaini mkataba mpya, hivyo itamfanya aendelee kusalia katika timu hiyo kwa muda mrefu zaidi. Beki wa Manchester United na Uholanzi Tijlani Malacia, ambaye anakipiga katika timu hiyo na amekuwa benchi kwa muda mrefu, mwenye umri wa miaka 26, ameghadhabishwa na mkurugenzi wa kandanda wa klabu hiyo Jason Wilcox kwa kumzuia kuhama Old Trafford. Inasemekana kwamba Malacia alikuwa anakaribia kukamilisha uhamisho wake wa kwenda Besiktas ya nchini Uturuki, lakini Wilcox alimwambia beki huyo kwamba hana budi kusalia Manchester United, akamkatalia asiame katika klabu hiyo. Kwingineko, mshambuliaji wa zamani wa Chelsea na Uingereza Raheem Sterling mwenye umri wa miaka 31 alipewa ofa ya kujiunga na klabu ya Bundesliga ya Union Berlin siku chache zilizopita, lakini alikataa hiyo ofa akuitilia maanani kwa sababu kuna vilabu vingine ambavyo yeye mwenyewe binafsi anavitarajia. Kwingineko ni ile ilichotokea siku ya jana, mshambuliaji wa ile Al Nassr ya kule Saudi Pro Cristiano Ronaldo aligomea kucheza mechi ile siku ya jana kwa sababu ya inasemekana palikuwa pana ubishani wa hoja kati ya klabu hiyo na viongozi wa serikali ya nchi ya Saudi Arabia wanaosimamia michezo, kutokana kuna baadhi ya mambo hawayafanyi fair play kwa klabu yake ya Al Nassr. Hivyo Cristiano Ronaldo aliweka mgomo wa kucheza ile mechi paka pale viongozi wa serikali ya nchi hiyo watakapoweza kuitendea haki timu hiyo. Kama unavyojua, Ronaldo ndiye mchezaji ambaye alisajiliwa na Al Nassr na akatengeneza mvuto wa kuvutia wachezaji wengi wakubwa Ulaya kwenda kucheza hiyo ligi. Na inasemekana kwamba viongozi wa Al Nassr wanasubiriwa kutoa kauli yao ambayo itaonyesha muafaka wa serikali juu ya lile ambalo lilimfanya Cristiano Ronaldo asicheze ile mechi. Tetesi yetu ya mwisho ni juu ya mshambuliaji wa Ufaransa Karim Benzema. Anatarajiwa kuondoka katika timu yake ya Al Ittihad na kujiunga na Al Hilal ya Saudi Pro. Benzema, ambaye alitokea Real Madrid na kuonyesha makali mengi, sasa anahama klabu ile ya mwanzo na kuelekea klabu nyingine.